Umefuata nini tena? Nini unakuja bila taarifa? Je, ungemkuta mke wangu yuwaje? Nilikwambiaje? Au ufahamu kama mimi na mke? Haya, sema una shida gani? Nina shida. Shida yako nini? Haraka haraka kidogo. Umeanza kuleta michezo yako kijinga, si ndio? Umeanza kuletea michezo ya kijinga. Mimi nimetembea nawe mara ngapi? Oya, mimi sio mpumbavu kihivyo. Si unanielewa? Sipendi ujinga. Hiyo mimba imeingia saa ngapi? Nakuuliza, hiyo mimba imeingia saa ngapi? Nakwambia tusizoeane. Cheka tuke hapo. Naomba unisikilize. Tena nisikilize kwa makini. Wewe ndo mwanaume wangu wa kwanza kwangu mimi. Umalaya wako na upumbavu wako ndio uliosababisha. Na ujauzito ni wa kwako wewe. Ujauzito sio mtu yeyote. Sijakurupuka. Nimefikiria na mwanaume unayenipatia ujauzito ni wewe. Iwaje leo unataka ukatae ujauzito? Kama ungejijua kwamba una mwanamke, usingekuja kunitongoza mimi. Usingefanya upumbavu wako. Sasa basi. Usitake kunichezea akili yangu. Na hii mimba utalea, utake usitake utalea. Nisikilize. Usijifanye unajua kuongea sana. Na unafahamu kabisa mimi sio mwongeaji. Nimesema ondoka nyumbani kwangu. Toki. Yaani sitoki. Fanya chochote unachokiweza. Ila mimi hapa sitoki na ujauzito utalea. Nitakuvuruga sasa hivi, naomba ondoka. Hapa ndani sitoki na nikuonyesha kwamba sitoki. Subiri nikae. Uone kwamba mimi ni jeuri kushinda wewe. Unajifanya mjuaji sana. Sawa, sikia baba. Shingani. Watakuletea mambo ya kijinga. Mimba. Wewe unajua mimba? Mimba inaingia siku moja. Nitakufanya kitu mbaya na usirudi hapa tena nyumbani kwangu. Jinga nini? Wewe huko. Jinga nini? Mimba. Jina lako nani? Kiberiti. Oya. Wewe ni mtoto mzuri sana. Unachanganya hasa unapotabasamu. Oya, nakupenda sana hadi leo. Una lips nzuri, tabasamu nzuri. Oya. Oya, unachanganya. Yaani kweli hayo. Kwa maana wanaume wa sasa hivi ni waongo. Na mimi unaniingiza kwenye kundi la waongo? Kundi la wanaume waongo? Mapenzi yote niliyokuonyesha bado unahisi mimi ni mwongo? Nikwambie kitu. Yaani ninakupenda kuzidi hata mwanamke ambaye naishi naye. Wewe ni mzuri eti. Yaani umewazidi wanawake wote hapa duniani. Tasikia. Nataka kitu. Alikuahidi. Tabasamu basi. Sikia kwambie, ngoja kwambie. Nakuahidi, nitazame basi. Mimi nataka nikuoe. Uwe mke wangu, wa kufa na kuzikana. Sawa? Upo tayari? Upo tayari sasa? Amna. Mimi nataka. Sasa basi. Sina je kusema mimi nasoma.
shule nini na wewe? Mapenzi kwanza. Wale usoma wako wapi? Sawa. Wewe Mayui. Kiberiti. Kiberiti. Ni shida ipi? Hamna shida yote. Hamna shida na nakuona kabisa. Ulikuwa unalia. Kiberiti, mimi nakujua vizuri. Sio kama na nimeanza kuishi na wewe leo au jana. Niambie mimi nakusumbua. Hamna kitu chochote. Ni kweli mimi niko sawa. Unajua madhara ya kunificha kitu? Yaani unajua madhara ya baada ya utakaponificha? Nilishakupa uhuru, una kitu chochote unachokiona kimekukwaza, hata kama ni mimi, niambie vipi umenikwaza. Unakaa peke yako unalia. Mgeni akija anajisikiaje? Nipewe hila wifi na kunyanyasa. Eti. Niambie nini shida? Macho yangu hivi imekuwaje hapa? Linda Wewe Mungu nisaidie. Mungu usimwambie kaka. Kwa maana kakangu akijua anaweza atakaniua. Nakuomba wewe. Magwe. Kwenye swala la kutokujua hapo ni sikudanganya hivi yangu, sitaki hilo haipo. Bali tutaenda kuongea naye na mimi nitaelewa. Na mimi atanielewa, tutaenda kuongea naye. Ila wifi, nilikwambia ukiangalia mambo yako wifi. Leo hii kama hatujapigwa nyumba nzima hapa tukakaa tunalia. Ila usijali kiasi. Jaribu kuongea naye na mimi nitaelewa. Sawa. Usilie sasa, kuwa na amani, sawa? Haya, nyanya pata mziki ndani. Nakusikiliza. Mara nimechelewa kazini sasa. Na ona mapenzi na wewe. Ila niahidi hautafanya uamuzi wote wa hasira. Mimi nitakwambia nini. Sawa. Niambie. Nitakwambia, ila naomba uniahidi hautafanya chochote, kwa sababu ninakujua. Kama kweli unanipenda, naomba nikikwambia hili jambo usifanye uamuzi wowote wa hasira tafadhali. Sawa. Niambie. Usijali.
mjinga wewe. Wewe una mimi mjinga. Mimi nakusomesha tumia gharama. Unaletea ujauzito wewe. Wewe una mifala. Mimi namenyeka mjinga wewe. Na kusomesha shule ya gharama. Naumia kwa ajili yako. Wewe unanichukulia mimi mjinga. Mara ngapi nakwambia? Sasa nakwambia hivi, nenda mtaani ukajifunze mjinga. Sitaki kuona ndani ya nyumba. Toka. Toka mjinga. Lakini mume wangu, unamfukuza binti mdogo ataenda wapi? Basi kuwa na huruma hata kidogo. Kimya. Funga domo lako mjinga. Wewe unaongea kama nani? Unafurahia chokufanya huko? Unafurahia? Au wewe ndio unamkoadia wanaume? Sasa sikiza nikwambie. Ugomvi wa mimi na mdogo wangu haikuhusu. Usijifanye una uchungu sana kuliko mimi. Mjinga wewe. Wewe nenda mtaani ukajifunze. Mimi si kaka yako. Nimekulea wewe kwa uchungu. Nimetumia gharama. Unaona mimi mjinga, unaona mimi poleo, unaona mimi fara. Una mimi kila ninachokuambia unielewe. Naomba toka, nyanyuka. Ondoka. Nyanyuka, ondoka. Sitaki kuona sitakuwa. Na wewe mwanzo na mwisho kanyaga hapa mjinga. Na kingine wewe ninachokuambia. Funga mdomo wako. Haya kuhusu ugomvi mimi na mdogo wangu. Mjinga, wewe ni mwanamke tu. Una shida gani babangu? Una shida gani wewe? Haya, umemfukuza binti ameondoka pale. Inakupa faida gani? Hivi naumie mimi kama ndo mdogo wangu? Kwa nini usiumie basi? Unamfukuza mdogo wako, una taro ya huruma, unakumbuka umechona wanzi wako ndio umlee. Una shida gani Makoba? Una shida gani Makoba? Na kujua sawa ni mkorofi. Mpaka kwa mdogo wako. Mpaka kwa mdogo wako. Jaribu kuwa na utu hata kwa dakika 5 basi. Jaribu kujishikilia hata kwa dakika 5. Kaa ufikirie yule ni mdogo wako, na sio mtu baki. Na kamini hapa, ambaye ni wifi tu. Naumia, wewe mwenyewe mwenye mdogo wako, hapana. Una shida gani? Una shida gani Makoba? Una shida gani? Kimya. Sitaki nipande kichwani. Yule ni mdogo wangu. Mimi na uchungu naye kuliko wewe, lakini alichonifanyia siwezi kumsamehe. Analetea mimba. Mimi natumia gharama zangu kumsomesha. Shule nzuri. Mimi nakonda. Yote kwa sababu yake. Anaona mimi mjinga. Kimya wewe. Kimya. Sawa. Niache. Sasa sikiza nikwambie. Wewe kama unaonea huruma, nenda ukamfuate. Nenda kamsaidie. Sio wewe, wasi wa huruma. Unafurahia sini? Mimi nakutoka asubuhi saa 11 naenda kutafuta pesa. Ili yote kwa sababu ya kumsomesha yeye. Shingapi natoka kwenye ile shule. Alionea huruma, anaenda kunibebea ujauzito, hapa naletea ndani. Unajua maisha yanatokea mimi wewe. Mimi mtu katika maisha magumu wewe. Nimelelewa katika maisha magumu, wazazi wangu wamefariki, wameniacha mimi mdogo kabisa. Na yeye ndio nimemlea mimi. Mpaka nakuja kupata nyumba kama nzuri kama hii. Unajua jisikia nimemenyeka. Mimi nimemenyeka. Nimeumia mimi. Afya analetea ujauzito, afu unamtetea. Unajua sasa wewe ukirudia tena kufungua domo lako, wewe utamfuata wifi yako. Elisha. Naomba niongee na wewe. Shida nini? Samani, nilikuwa naomba unisikilize hata dakika moja tu. Elisha, hapa ninavyoongea na wewe, kakangu amenifukuza nyumbani. Alipogundua tu nina ujauzito, kanifukuza na kaniambia hataki hata tena kuniona. Elisha, msaada uliobakia ni wewe tu peke yako. Sina msaada mwingine zaidi yako. Naomba nisaidie babangu. Nisaidie.
Kibeti, nikwambie mara ngapi ili unielewe? Nilishakwambia mimi siwezi kukupa mimba. Kuna kwa uelewi? Wewe ni mtu gani usielewa? Hapana babangu. Nakuomba tu nisaidie. Nakuomba. Elisha! Elisha! Pole sana dada yangu. Tafadhali naweza kufahamu jina lako? Naitwa Kiberiti. Oh, Kiberiti. Na yule mwanaume alikuwa anakusukuma vile ni nani kwako? Yule ni mwanaume ambaye alinipatia ujauzito na kisha akaukataa. Na ulivyotukuta katika mazingira haya, nilikuwa nimetoka nyumbani. Nimetoka kufukuzwa na kakangu. Baada ya kakangu tu kujua kusema mimi nina ujauzito, akanifukuza na kunipiga juu. Sasa nilipokutana naye pale njiani, nikamwelekeza hali halisi niliyopitia kule nyumbani. Lakini nashangaa mwenzangu hataki kunielewa na anazidi kukataa kusema ujauzito sio wake. Ndio nilipokuta pale mpaka amenisukuma mpaka chini afa akawa anaondoka. Pole sana. Unaweza ukanipeleka kwa kaka yako nikaenda kuzungumza naye? Hapana. Mimi siwezi nikakupeleka nyumbani. Kakangu mimi namjua. Kakangu ni mtata. Hawezi kukuelewa hata kidogo. Na akiniona nimerudi sana nyumbani, anaweza hata akaniua. Hapana, mimi siwezi tena kurudi nyumbani, siwezi. Tafadhali sana. Kwa sababu mazingira ambayo unapitia wewe kama mtoto wa kike ni mazingira hatarishi sana. Pindi utakaponipeleka kuongea na kaka yako, nitaongea naye mimi vizuri. Haya matatizo ambayo unapitia yataisha. Wewe nipe ushirikiano, nipeleke nikakutane naye, niongee naye. Tambua haya mambo yanamkuta mtu yeyote. Kwa hiyo naomba unipe ushirikiano wako, unifikishe tu pale nyumbani, mimi nikaongea naye. Basi sawa. Mimi nakupeleka.
Wamefuata nini? Sinaomba utoke ndani ya nyumba yangu. Hebu toka. Toka haraka sana. Kaka, samahani sana. Samahani sana ndugu yangu. Nakuomba upunguze hasira zako. Nimekuja na huyu binti. Tuje tuzungumze tuyamalize. Huyu ni mdogo wako, ni damu yako. Jaribu kidogo kuwa na hali ya huruma. Huyu ni mwanadamu. Samahani sana. Naomba upunguze hasira zako. Huyu ni mdogo wako, ni damu yako. Unapomfukuza anaenda mazingira ambayo hatarishi kwa maisha yake. Huyu ni mtoto wa kike. Jaribu kidogo kuwa na hali ya huruma. Nimekuja ili tuyazungumze, tuyamalize. Huu ugomvi unaoendelea sio mzuri. Anaweza akapata shida huyu. Akipata shida hii huyu, ni wewe utakuwa umepata. Tafadhali nakuomba ndugu yangu. Sikiza kwa mimi. Naomba tuheshimiane. Ninakuheshimu sana. Wewe sio uwezo kumsaidia. Nashukuru ninakusaidia. Lakini mimi binafsi siwezi kumsaidia kwa sababu huyo amekanizalisha sana. Nimetumia gharama nyingi sana kumsomesha shule ya bei. Akaniletea ujauzito. Ingekuwa hata wewe ungefurahia. Afro unakuja sio mdogo wako, sitakusikia ngojera zako. Na hiyo mwanzo na mwisho kumleta hapa. Naomba tuheshimiane. Ninakuheshimu. Unijui, sikujui. Naomba tuheshimiane. Naomba tokeni. Toka ndani ya nyumba yangu. Toka nisiwaone hapa, sije kuletea wewe. Toka. Wangu. Huyu binti unamwona hapa anaitwa Kiberiti, na huyu binti nimemkuta kwenye mazingira magumu sana. Hapo unapomwona ni mjamzito, alafu pia amefukuzwa na kaka yake nyumbani kwao. Tatu, alipoenda kumwambia huyu mhusika wa ujauzito, naye amemkataa. Sasa maisha yake sasa hivi ni ya kutangatanga mno. Nimemkuta anadhalilishwa barabarani, anasukumwa barabarani. Kweli nikamwonea huruma sana, mimi kama binadamu. Sasa nilijaribu kuzungumza naye anipeleke kwa kaka yake nikaongea naye. Bado nilipofika pale, nimemkuta kaka yake mkali. Unajua ni mkali mke wangu. Yule bwana sijui hata ana roho gani. Hajataka hata kuongea maneno matano na mimi. Akanitimua. Yaani kwanza yule bwana, yaani nina wasiwasi. Niendelea kubaki niko. Akatutimua na huyu binti. Sasa mimi kama binadamu mke wangu nikasema huyu mtoto wake haki. Kabidi mbebe. Nimchukue nimekuja naye. Kwa hiyo huyu binti tumsaidie. Akae na sisi hapa. Muda huo tutakuwa tunaendelea kuona jinsi gani tutamsaidia. Kwa hiyo kuanzia leo tutakuwa naye hapa. Kwa hiyo umpe ushirikiano kama nchi yake. Sawa mke wangu? Unajua tukiwa tunawasaidia watu hivi hata Mungu atakubariki sana. Hivi mwanangu unajisikia unachukua? Yaani mtu ambaye kafukuzwa na familia yake, wewe ukamchukue huko uje ukae naye. Mimi kwanza nitakuwa na uhakika gani kama wewe unataka kumsaidia huyu?
au ni mwanamke wako? Sasa nasema hivi, hapa sio shirika la msaada. Tafuta pa kumpeleka huyo binti. Hapa kwangu hata kaa. Sijui umenielewa vizuri? Naomba mchukue, mrudishe ulipomtoa. Na akatafuta shirika la msaada huko, sio hapa. Nimemaliza. Ole wako nimekuta. Kiberiti, usijali mdogo wangu. Haya mambo ya kawaida. Huyu ni mke wangu mimi. Haya ni masuala tu madogo pengine na stress. Kwa hiyo subiri nikaongea naye. Mambo yatakaa sawa. Usijione hapa umefika. Yaani hivyo ninapokuangalia naona kama vile sijui kama nachizika. Sikupendi. Na usikae ukajiachia ukaona kama hapa umefika kwa baba yako mzazi. Yaani hapa utaondoka. Tena ni vizuri ungelibebea mabegi yako ukaondoka mwenyewe. Kabla sijakufukuza. Mimi ndo mama mwenye jengo. Wewe unajua sisi tuliangalia mpaka tukapata. Wewe unatoka tu uko from nowhere unakuja unakaa tu, unakula, unalala. Mtoto mdogo unaharakia maisha. Baada ungeisoma ukafika mbali umeenda kutafuta mimba. Sasa nakwambiaje? Jipange kwa kuondoka. La sivyo hii nyumba utaiona kala moto. Sijui unanielewa? Nadhani tunaelewana. Hivi mimi nitakwambia mamangu. Kama kakangu nimekataa. Mtu aliyenipatia ujauzito naye nimekataa. Hata hapa napendelea kupata msaada. Nisi uchilikana. Sasa mimi nitakuwa ni mgeni na nani? Nimejua. Mbona hata tungesikiliza kakangu. Ningesoma. Lakini cha ajabu sikutaka kusikiliza kakangu. Mzazi wangu ndio sasa hivi kwa nitangatanga kuzani nikusifu na kwao. Kwa hiyo ndio ndio tunaishi vizuri. Da. Makoba. Unajua kuna wakati mwingine nakuonaga gaidi. Na kuna wakati mwingine nakuonaga kama ni yule, kama ni msituni basi nakuona ni simba. Na kama ni alzini huko nakuona jiwe. Mr. Makoba, huipi chance akili yako? Huipi chance kichwa chako? Yaani wewe ni mtu wa bize bila kujali mdogo wako leo ana siku ya pili, humjui yuko wapi, anafanya nini, anakula nini, anaishi vipi, anakoga wapi. Mr. Makoba, hivi upo serious kweli wewe? Sawa, una roho mbaya na kujua. Hiyo roho yako mbaya ndio paka kwa mdogo wako sasa. Hivi unafikiri kwamba hata ingekuwa una roho mbaya kiasi gani unaweza kufanya tukio kama hilo na watu wote wakakuona shwari?
Akipata tukio huko, akipigwa tukio huko, atalaumiwa nani kama sio wewe? Mr. Makoba, jishikilie, jielewe. Jua we ni nani na una wazifa gani kwa mdogo wako? Kimya. Sitaki unaamsha mizimu yangu ya ngende. Sio vizuri. Nimetoka kazini, nimevugwa. Naomba niache. Tena siku ya leo ni mbaya kabisa, tunaibia siku. Sitaki kuongea na wewe. Yule mimi ni mdogo wangu, inakuuma nini? Wewe kinakuuma kitu gani? Apate matatizo au mie ateseke. Wewe kama nani? Wewe kama nani? Nimekuchoka. Ni mtu aina gani usioelewa? Huna talo ya uma. Nimekuchoka, unaniua niue. Sikiza nikwambie, mimi ndo mwanaume, ndo mwenye maamuzi. Simuelewa. Kama unataka kumsaidia, toka, ondoka, nenda kumsaidia. Lakini usinishawishi mimi. Nimeamua na nitachoamua, sitaki mtu anifuatilie. Wewe kama nani unaongea? Wewe ni mwanamke tu mjinga wewe. Wewe ninakuheshimu kama mke wangu. Nitavunja heshima yako. Naomba tuheshimiane. Sitaki unipande kichwani. Eti kwa sababu unamfukuza Kibeti, basi unipande kichwani unavyotaka. Sitaki na sipendi. Hebu nielewe. Wewe. Jinga wewe. Tena siku nyingine ukifungua domo lako refu kama chupa ya chai, nitalikata na domo lako. Pumbavu wewe. Wewe unanikaripia mimi wewe? Unapata mamlaka hapa unikaripia mimi, ni mume wako ndoa. Mjinga wewe, ndio ulivyofundwa kwenu. Umefundwa kwenu hivyo wewe. Nikisikia tena unaongea hiyo kauli wewe, sitakuacha salama. Unapoelekea sisi salama. Nisaidie tu Mungu wangu, nisaidie tu. Kaka, nimekuita hapa. Mimi nataka nikuage. Mama nataka kuondoka. Unataka uondoke uende wapi tena? Yaani kwa nini uondoke? Kaka, mke wako ameniita. Amenitishia sana. Yaani amenitishia sana. Na kaniambia niondoke mimi mwenyewe bila yeye kunifukuza. Sasa kaka, mimi sitaki kugombanisha ndoa yenu. Nyinyi msiwe na maelewano kwa sababu yangu mimi. Mimi niache tu nikaendelee kutangatanga huko mtaani. Nitapata hata mtu mwingine wa kunisaidia. Ila sitaki mimi niwe chanzo cha kuvunja ndoa yenu. Kwa mimi nilikuwa nakuaga tu kakaangu. Acha mimi niondoke. Hapana. Usifanye hivyo. Usiondoke, usiende mahali popote. Mimi ndio niliyokutoa huko. Mimi ndio niliyokuleta hapa nyumbani. Na nielewa vizuri. Habari ya mke wangu kufukuza, habari ya mke wangu kukutishia, hayo yaweke pembeni. Sawa? Hapa tulipo sasa hivi, mimi kuna mazingira ambayo nayaandaa ya kwenda kukaa wewe. Sawa? Kuna mazingira tofauti na hapa nayaandaa ya kwenda kuishi wewe. Lakini kwa kipindi hiki hapa, wewe usiondoke. Usiende popote. Sawa? Usiondoke, usiende popote, usichukue maamuzi yoyote. Nisikilize mimi. Mimi ndo mme wa huyo dada. Sawa? Mimi ndo baba mwenye nyumba. Unanielewa? Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Lakini ninachoofea, wewe muda mwingi unakuwa upo kazini. Mimi ndo naishinda nayo humu ndani. Kwa hiyo ndio maana naogopa sana. Wewe ondoa wasiwasi. Hata nikiwa niko mbali, wewe akikutimua, akikufukuza, akikutishia, wewe tulia, usiondoke. Sikiliza kauli yangu. Umenielewa? Sawa. Kuwa na amani basi, usio na mtu wa huzuni muda wote bwana. Sawa? Kuwa na furaha. Okay? Nitafurahi nikikuona huko katika hali ya kutabasamu wakati. Right? Yes, it's good. Jawangu. Sijaamini kwamba ndio umefikia hivi. Sijaamini kwamba ni wewe ninayefahamu umefikia hatua hii. Kwa nini lakini unamtishia ubinti wa watu? Kwa nini?
Kwani huyo mtoto anakula bei gani? Anakula chakula cha shilingi ngapi? Kila wakati unamtishia tishia, kila wakati unamtishia tishia. Nini shida mke wangu? Anamaliza nini huyu? Na huyu mtoto watu ni kipindi cha mpito tu. Sio kwamba tunaishi naye hapa muda wote. Tuko naye hapa wakati tunaangalia namna ya kumsaidia. Hawezi kuishi hapa na sisi milele. Mbona huyo binti anataka kuondoa furaha yangu na wewe sasa? Anataka kuondoa furaha yangu mimi na wewe. Kwa sababu gani? Hebu onesha kuwa na moyo wa huruma. Kuwa na moyo wa huruma mke wangu. Hata kidogo basi. Tambua, huyu ni mwanamke mwenzio. Ulipaswa wewe umpe kipaumbele ya kumsaidia kuliko hata mimi. Mimi ni mwanaume, nina roho ngumu, nina roho ya jiwe. Lakini nyie wanawake mmeumbiwa roho nyepesi, roho ya huruma. Unashindwa kumsaidia huyu? Huyu ni mtoto. Mfanye hata kuwa basi hata mdogo wako basi, kama sio mtoto. Imagine sasa ni wewe ndo mtoto wako anaanguka hivi. Kuwa na huruma. Msaidie binti wa watu. Mke wangu, onesha moyo wa upendo kwa kila mtu. Sio kwa sababu ya watoto wako tu ndio wapendo. Onesha upendo angalau kwa kila mtu. Acha hiyo tabia mara moja. Acha hiyo tabia mara moja. Tumeelewana? Nadhani umenielewa. Hivi mume wangu, unanichukuliaje? Kama hapa ndo sehemu kubwa ya kutoa msaada, si ndio? Basi mimi ninachokitaka, huyo binti humu ndani kwangu atoke. Na hatokaa humu ndani. Sijui unanielewa? Miaka yote mume wangu tunahangaika, tumepambana. Angalau tumepata kibanda. Leo unaenda kuniokotea watu huko siwajui. Na wewe hauwajui unaniletea ndani. Mimi wakati gani? Nimekwambia nahitaji watu. Nimekwambia nahitaji watu mimi. Na kama unahitaji watu, kwa nini tusende kubeba vitu ndugu zetu huko kijijini tukaja kukaa nao? Au unanifumba tu kana kamba nisielewe hiyo mimba ni ya kwako na ile ya kwangu ndani, si ndio? Si ndio hivyo? Basi baba. Hiyo heshima unayosema imepungua humu ndani, sijui mapenzi sijui kitu gani, vyote unavitaka wewe ndio unaipunguza. Sasa basi. Mimi huyo binti simuhitaji ndani kwangu. Nadhani umenielewa. Naongea nikiwa kama ndo mama mwenye mjengo huo. Nilipambana mpaka tukafika hapa. Ndio iko hivyo. Simuhitaji, nimemaliza. Sidhani kama unachoongea ni sawa. Kwa sababu gani? Mbona hizi siku 2-3 sikuoni ukija kule shuleni wala nini? Kila nikiuliza marafiki zako wanasema hawajui. Una shida gani? Hamna madam. Nilikuwa na matatizo tu madogo madogo. Matatizo gani hayo ambayo yanakufanya mpaka wewe usije shuleni? Una wiki ngapi hujaja shule? Matatizo gani hayo ambayo hawezi kutibika kwa siku kadhaa tu? Una shida gani? Hebu nielezee, yani funguka niambie ili nijue ninakusaidia vipi. Madam, sema kweli. Acha tu nikwambie. Madam, mimi nilikuwa siku 2-3 hizo nilikuwa kama sijielewi. Nikaamua niende hospitali kupima. Nilipoenda kupima, kajikuta nina mimba.
Sasa nikaenda kumwambia mwanaume alionipa huo ujauzito, lakini akagoma. Niliporudi nyumbani nikamwambia wifi yangu. Nilipomwambia wifi yangu, wifi akasema ataongea na kaka. Sasa alipoongea na kaka akanipiga, akanifukuza. Aliponifukuza kaka, nikawa narudi tena kwa yule mwanaume alionipa ujauzito. Nikakutana naye njiani. Lakini cha ajabu akagoma, akasema ujauzito sio wa kwake na kunipiga juu mbele za watu. Alipoondoka tu yule mwanaume akaja baba mmoja hivi. Yule baba alipokuja ndo akanisaidia na mpaka sasa hivi naishi kwake. Wewe jamani, kibiliti mdogo wangu, unaona matatizo gani? Mbona ulikuwa ni mwanafunzi mzuri tu darasani? Wewe unaongoza darasani. Ikawaje tena? Imekuwaje mpaka ukaanza kuhangaika na wanaume? Jamani, mbona bado binti mdogo sana wewe? Hata miaka 19 sijui kama umefikisha hapo ulipo. Umeanza kujua wanaume kweli? Na wakati ulikuwa ni mwanafunzi mzuri, mnashindana darasani, unaongoza. Okay, anyway. Basi sawa. Hii ni changamoto, ila usijali. Nitakuja kuongea na kaka yako. Nitamtafuta popote alipo, nitaongea naye. Yaani nitakaa naye chini, nitaongea naye kiutu uzima. Kwa sababu yeye bado mdogo sana. Alafu na hayo mambo ulionielezea, yani tofauti na umri wako, ni makubwa mno. Pole sana. Basi sawa madam. Mimi nitafurahi sana ukiongea na kakangu na nikuelewa. Kwa sababu mimi hata pale ninapoishi, yaani naishi tu basi. Kwa sababu sina sehemu yoyote ile ya kwenda. Lakini nanyanyasika sana. Kwa sababu yule baba leo nisaidia, mke wake anipendi. Yaani ananitesa sana. Kwa nitafurahi sana madam kwa hiyo. Haya bana, mimi ngoja niwahi zangu hapo nyumbani, maana ndo nimetoka kwenye harakati nyingine. Basi nitakuja huko, nitamtafuta kaka yako na nitakuja na sehemu unaoishi. Yaani wewe binti, toka muda wote nilokutuma saa hizi ndio unarudi. Wewe binti, yule mume wangu ndo anayekupa kiburi. Maana unashindwa hata kujua, yani kuishi katika mipaka yako. Na hata uthamini mtu aliyekutuma. Saa hizi ndio unarudi. Wewe kiboko. Umalaya tu ndio unaojua. Huko ulipoenda umekutana nani? Maana iwezekani hilo duka lilikuwa lina foleni, ulienda Kariakoo au Buguruni. Umenishinda tabia. Ndio maana mimi sikutaka hata mume wangu kusaidia humu ndani. Kwa sababu unakujua kabisa una tabia chafu na hatuwezani kukaa mimi na wewe humu ndani. Umenichosha kabisa na hizo tabia zako. Kwenda kule. Na wewe humu ndani lazima uondoke. Mtoka hapa, nenda kapike huko. Yaani mtoto lazima ndani kwangu atoke. Siwezi kuvumilia huyu. Sawa. Unaenda wapi?
Na kwanza leo unatoka bila kunipa taarifa. Nisikilize nikwambie. Ninakwenda na pajua Musa mtoto mdogo. Si una hasira wewe? Si unajua ugomvi? Nataka njoo nipige. Na unisikilize kwa makini. I can't understand your life. Mbona mke wangu sasa hivi kabadilika? Tangu nimuondoe Kiberiti ndani. Anajibu mimi shiti. Nitamkomesha, anijue vizuri. Mume wangu, nini iko unafanya? Yaani kumbe ndo maana umemng'ang'ania huyo binti humu ndani, si ndio? Kumbe una agenda zako na huyo binti. Nilikuwa nawaza tu, nafikiria na yaani kila ninavyounganisha umemleta huyo binti kwa mipango yako binafsi. Umesingizia wana mimba, si mimba ya nani? Si kumbe hiyo mimba ni ya kwako, si ndio manake? Nilijua tu za mwizi 40 na njia ya mnafiki fupi sana. Leo Mwenyezi Mungu akuzalilisha. Hivi nyinyi wanaume mnataka nini? Muna nini nyinyi wanaume? Yaani sasa nadhani leo nimefika mwisho. Sasa. Unapita mitatu bila salamu au sio? Ndio. Washangaa nini babu? Washangaa nini babu? Akapendeza kweli mwanangu. Tugepi basi. Saula basi, mbona kama ipo? Yes babu, vipi? Kidole tokea mara 2. Daki wapi? Tugepi. Mwanangu. Acha pochi. Acha. Saula! Acha pochi leo. Tembea basi. Shamba wewe. Sharibu mwanangu jikata. Tuondoke. Karibu. Asante. Mama samani. Nilikuwa naomba unisaidie chakula nini? Chakula cha shilingi ngapi? Sina hela.
Niko naomba unisaidie hata ukoko tu. Wewe umesikia hapa kuna shirika la msaada hapa au kanisani au msikitini mimi nagawa chakula. Mimi sigawagi chakula. Nenda kaombe huko. Dada, samani, mpe chakula mimi nitalipa. Ndio. Unakula nini? Ugali wali? Chakula haya. Samani dada, naomba tufahamiane. Mimi naitwa Oscar, mwenzangu si unaitwa nani? Haina haja kunifahamu, nenda kwenye point. Unajua dada, kufahamiana ni muhimu sana kwa sababu kuna matatizo na hapa na pale. Sawa, tumekutana hapa, kesho tunakutana sehemu nyingine, tunasaidiana. Lakini kwamba unapokataa kuto kufahamiana mimi na wewe, haileti maana dadangu. Nilikuwa nataka tufahamiane tu. Hizo shida za hapa na pale zimeanza kutokea baada ya kunisaidia chakula chako. Ukitaka chakula chako chukua. Hapana dada. Nenda tukae. Sasa kama shida sio chakula chako, una kitu gani kingine ambacho unakihitaji? Chula. Wewe mbona kama hivi? Unalala kizembezembe katika maskani yetu vipi kwani? Hapo mwanangu unachukulia poa kweli yani. Poa, sikiliza. Wewe ni nani kwanza? Unavamia maskani za watu kama hivi. Au umetuletea pila nini wewe? Wewe kidole. Hawa ndo wachawi wenyewe hawa. Asubuhi kuja kuleta wanga hapa au sio? Poa, sikiliza. Huyu bila kumsulubu huyu. Tunakuuliza umetoka wapi? Ongea mbona kama hivyo unachukulia poa wewe? Wewe. Tutakuzuru sasa hivi. Tuambie umetoka wapi? Takao utambua unaongea na wanaume hapa au sio? Alafu wewe unaulizwa. Usitufanye sisi tukaonekana wabaya. Upo katika utawala wetu. Umetumwa? Ude mjao kweli rafiki yangu. Nyanyuka kwanza. Nyanyuka. Mtolee zuna mwanangu. Toa zuna mwanangu. Simama wewe. Nyanyuka. Tuambie umetoka wapi? Au tukutolee zuna nini mwanangu? Tuambie unaitwa nani? Umetumwa na nani? Huyu hamna kuongea naye, unaongea naye mara mbili mjomba. Ude mjao kweli mwanangu, ning'ata ujue. Bwana, cheki hata mmoja mwanangu kanipiga jino mwanangu. Wewe dharau hizi mwanangu. Sema nini, achana naye mwanangu. Yule atakuwa ametumwa mwanangu. Si unajua? Wametumwa hawa. Baridi kidole tunaisha kwa nomba maskani. Afanye mwanangu.
Dada, usiogope. Mimi sina nia mbaya na wewe. Nimeamua kukusaidia tu. Baada ya kukuta kwenye mazingira asiyotatanisha ukiwa umedondoka. Hivi wewe mwanamke, unataka niongeaje mradi nieleweke? Au nitumie makalio, si ndio? Maana nimeongea kwa mdomo utaki kunielewa. Nishakwambia kaa mbali na swala la kiberiti. Yule ni mdogo wangu mimi. Wewe kama nani? Wewe si mwanamke tu muolewa humu ndani. Kwani unalibeba kama jambo linakuhusu? Kwa hiyo manake maamuzi unachukua mimi sipo sahihi, si ndio? Wewe ndio unajiona upo sahihi. Kwa ujinga unaniletea, Mimi namsomesha kwa gharama, afu unaletea ujauzito. Wewe unachukulia rahisi, si ndio? Unachukulia rahisi tu. Sasa sikiza nikwambie. Sitaki kugombana na wewe. Baki kwenye ndoa yako. Simama kwenye ndoa yako. Swala la mimi na mdogo wangu tuachie sisi wenyewe. Si umeelewa vizuri? Utachagua haya mawili. Ubaki kwenye ndoa yako au uende ukamfuate kiberiti. Na mimi nasemaje? Siondoki na hapa umziki ndo kwanza umeanza. Mpaka nihakikishe kiberiti amerudi katika nyumba hii. Unajifanya mkali, simba mwenye mkali na amezaa. Sawa. Sasa nilikuwa nataka kujua kwamba ni kitu gani kimekusibu. Mara ya kwanza nimekukuta kule kwenye ule mgahawa, si ndio? Nikakulipia chakula. Sawa. Mara ya pili nikakufuata, nikakuuliza. Ukanijibu vibaya. Mara ya tatu nimekukuta umedondoka njiani. Nataka kujua shida ni nini? Kakangu, mimi kiukweli kabisa nina matatizo. Mimi nilitoka kwetu Mbeya. Nilikuja huku kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Sasa ambapo nilifikia pale nilipokuwa nafanya hizo kazi za ndani, bosi niligombana naye. Akanifukuza na bila hata kunipa kitu chochote. Ndio maana nikaanza maisha kutangatanga mtaani. Ulivyonikuta pale mgawani, nilikuwa naomba chakula, nilikuwa sijala na siku 3 sijala. Ndio maana nilikuwa vile. Na hiyo siku ambayo unasema ulinikuta nimezimia, usiku nilikuwa nimelala, nakuta kaka wamekaa, wapo wengi, afu wanavuta sigara. Sasa wakawa wanataka kunibaka, nikaamua kukimbia. Nilivyokimbia nikafika mbele, nikaona kama pumzi inakata, na hatimaye nikadondoka chini, ndio kanikuta katika mazingira yale. Okay, sawa. Sasa ulikuwa unataka nikusaidieje? Mimi nilikuwa naomba unisaidie nauli tu nirudi nyumbani. Sawa, ila kwa sasa hapa pesa sina. Hebu subiri nikizitafuta, nikizipata nitakusaidia nauli ili uweze kurudi nyumbani. Si umeelewa? Sawa. Basi sawa. Asante sana kaka. Yes, hello. Poa, mzima wewe? Amna, yani nimekaa hapa huwezi amini, sijielewi, sijitambui, ninaona kama mambo yanaenda nyuma mbele. Yaani ni makoba. Yaani mundani amegeuka mbogo. Sijui unajua mbogo? Yaani ni mbogo, akiingia kelele, akitoka kelele, akiingia kelele, akitoka kelele. Yaani paka nachanganyikiwa.
Kuna la zaidi ni hilo la kiberiti, na mfosi amrudishe, hataki kumrudisha. No? Lengo la kukupigia simu, yaani nataka unisaidie mimi kumpata kiberiti, tumrudishe hapa nyumbani. Yaani atajua mwenyewe, akubali, alie, achekelee, afanye nini, chochote atakachoamua kufanya afanye. Ila mimi nataka kiberiti arudi hapa nyumbani. Nimemlea kiberiti kwa uchungu, unajua Tukimpata mimi nitajua cha kufanya. Wewe achana na yeye, unamuogopea nini? Hatojua chochote, Makoba hajui chochote. Yaani mimi ndo nasimamia hiyo kazi. Haya, poa. Haya, baadaye. Nimesikia wote wakati unazungumza. Hivyo mwanamke. Hivyo ni mtu gani usioeleweka? Au unataka niongee lugha gani hadi nieleweke? Maana Kiswahili sieleweki. Mara ngapi nimekupigia marufuku? Achana na masuala ya kiberiti. Kwa hiyo wewe ndio unaumia sana kuliko mimi kaka yake, si ndio? Au unafurahia jinsi alivyonivua nguo na kuniacha jiji la Kariakoo uchi wa mnyama, watu wakiwa wananitazama? Unafurahia, si ndio? Na wewe mmoja hapo umeungana, si ndio? Unajua gharama ngapi napoteza kwa ajili ya kumsomesha yule binti, mpaka ananiletea ujauzito huko ndani. Kwa hiyo nilichokiamua kipo sahihi. Kila ninachokuambia unataka kupinga. Nilikwambia achana na swala kiberiti, lakini bado unaendelea. Unanipinga. Sasa nakwambia hivi, dawa yako iko jiko. Sio, umeendelewa vizuri. Kama unaona sipo sahihi, basi chagua moja. Kubaki kwenye ndoa yako au kumfuata kiberiti. Nini huyu mimi nahisi ana mapepo huyu. Huyu amechanganyikiwa huyu. Hivi vitu kama vile za kufanya mtu mwenye akili zake timamu kweli? Tu mdogo wako. Afu ni huyu atakuwa nimtafutie mchungaji aombewe, huyu ana mapepo. Subiri tu nimtafutie mchungaji. Wangu, tumeshaongea mambo mengi sana, tumezungumza mambo mengi sana, nimesha kuelekeza kila kitu, lakini wewe naona umekuwa mtu wa kumbushia makosa yangu tu. Yaani unapenda kurudia mambo. Tulishaongea masuala ya yule binti, achana nayo, lakini bado nakumbushia kitu kidogo tu, umekumbushia. Umepoteza kabisa furaha. Nikiangalia macho yako hayana furaha, sura yako haina furaha, kwa sababu ya yule mtu. Alishaondoka kwenye maya yako. Tengeneza furaha basi upya. Kwa nini kila mara unarudia makosa ya yule, makosa yangu? Nini shida? Embu angalia. Huu ni muda wa kufurahi kwa sababu yule mtu hayupo hapa. Mimi nashangaa sana. Yale mambo nilishakwambia. Sisi kama binadamu yanatokea. Nimepitiwa bahati mbaya tu, shetani alinipitia ikawa hivyo. Lakini wewe nikikuelekeza huelewi. Na hiyo furaha unayozungumzia furaha. Wewe unataka mimi nipate furaha? Unataka mimi nipate furaha? Si wewe ndio ulivunja hii furaha ya huko ndani. Sasa hizi shetani alinipitia. Huyo shetani anakupitia kwenye mambo haya tu. Mbona akupitii shetani wewe kama usivae nguo utembee uchi? Mbona shetani akupitii hivyo na unakumbuka unavaa nguo zako tu vizuri na unatoka smart? Na mimi je, shetani akinipitia? Utaelewa? Na utafurahi shetani akinipitia mimi sasa. Wewe utafurahi? Au shetani yuko kwako tu, sisi wengine hawezi kutufikia. Yaani nakwambiaje? Yule mwanamke nitamfuatilia mpaka huyo mtoto wake atakayezaa. Yaani nitamfuatilia mpaka mwisho wake. Na ole wako nikuone
unamfuatilia au unamfuata au unafanya chochote. Yaani ole wako, nakwambia kabisa. Hii nyumba utaiona pala moja. Yaani hivi mimi wanaume mkoje? Mume wangu tumeishi miaka yote shida, dhiki. Leo tumepata kibanda, angalau tukae na sisi tufurahi, tuenjoy, tupate vitu vyetu tuenjoy navyo. Wewe sasa baba ndio umeenda kutafuta hayo majaka ya moyo, umekuja kuniingizia ndani. Umeona mimi hapa nitafurahi sana. Sasa hivi tunauliza, furaha utapata lini? Furaha nitapata lini? Wewe umetaka mimi nipate furaha? Umetaka mimi nipate furaha na kuuliza? Umetaka? Wewe sasa ni ugomvi ambao unataka kuanzisha wewe. Ugomvi kabisa wa live. Tena sio wa bahati mbaya. Tunapoongea jambo liishe. Kwa nini unapenda kufatafata mambo? Kwa nini ninavyokuambia shetani amenipitia bahati mbaya? We bwana we, tusiumizane vichwa. Tena usinitafutie la rohoni na yule. Sasa mke wangu unavyoongea kwamba shetani akikupitia wewe, kwa hiyo unamaanisha nini? Kwamba unataka kulipiza au? Unataka kulipiza? Kumbe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu sisi mchungu. Unauma ule. Mfanye nyie tu. Sisi hapa eti unataka kulipiza. Ndio nimekuuliza swali, kama shetani angenipitia mimi, wewe ungetulia? Ungenikuta mimi nafanya vile, wewe ungetulia? Kwa hiyo yani kwanza unachonishangaza bwana wewe, mwanamke uniletee ndani. Alafu unaambia shetani kakupitia. Mbaya zaidi ana mimba hiyo, na kuamini vipi? We bwana, wewe. Mume wangu nakuheshimu, tena nakuheshimu sana, lakini naona hiyo heshima unataka ivunjike, na itawezekana. Tumehangaika miaka yote hatuna chochote cha maana. Leo tumepata kibanda, tukae tupumzike na vitoto wetu. Wewe ndio unakuja kunianzishia eka. Kutaka kukimbizana. Hivi wanaume kweli jamani, pata pesa tukujue tabia yako. Hapo elaza hivyo yaani umepata kisekunde tu. Wewe tena ndio unataka dunia nzima wewe bebe kichwani. Mume wangu jamani. Nimezichoka sasa hizo kelele zako hapa. Sasa hujazichoka, ndio kwanza zinaanza. Nikiamka kelele, nikirudi kelele. Utatangatanga sana tu malaya mkubwa wewe. Yaani hapo bado. Mtoto mdogo kuhangaika na mibaba mijitu mizima. Tena waumeza watu. Hivi una hata haya wewe? Yaani hapo bado utahangaika wewe na hii dunia mpaka ujute. Haya. Sasa hivi una wapi tena pa kwenda? Hujapata bwana mwingine? Yaani utazurura, utahangaika, cheki ulivyopauka kwanza. Lo, mjalaana wewe. Yaani na hizi laana ambazo nimekupatia kutoka ndani ya ile nyumba yangu, utatembea nazo na bado kila siku itoyo leo na kulaani mbwa wewe. Mtoto mdogo una haya, kazi umalaya tu. Ndio unaona iko ndo kitu cha maana. Hivi saizi ungekuwa shule huko kwenu unasoma, ungekaa ukatulizana, si ungekuwa na maisha mazuri? Kuhangaika tu leo bwana huyu, kesho bwana huyu, mibaba mijitu mizima. Lazima uchunde, yani utachunda na utaisha zaidi ya hapa. Nakuheshimu sana. Yaani nakuheshimu sana. Kwanza mimi hata pale nyumbani kwako, mimi mume wako sikumtaka, bali yeye ndo alitaka anibake mimi. Sijui unanielewa? Kwa mama, chunga kauli zako. Ulikuwa unaniendesha kipindi wakati nilipo pale nyumbani kwako. Sio ulishanifukuza nyumbani kwako? Kitu gani ambacho kinakufanya uendelee kunifuatilia? Mama, koma. Tena koma. Koma kunifuatilia mtoto wa mwenzako wewe. Nini shida? Nini mbona unanifuatilia sana? Bwanako kama unamuona ni wa thamani sana kwako, mfunge ile zipi yake anayofungua ovyo. Mpige na kufuli zipi yake. Ila koma masuala kunichunguza mtoto wako. Umenifukuza nyumbani kwako. Sasa hivi naishi na maisha yangu, naendelea na maisha yangu, afu bado unanifuatilia. Unanifuatilia nini? Mtazame kwanza sura yake. Na hii haijaisha. Yaani ndio kwanza imeanza.
na aishi mpaka ishe. Si unanielewa? Yaani bado ndo kwanza mziki umeanza, mkoka unaika maua. Mbwa wewe, mtoto mdogo unafahamia mambo yasiokuhusu, unanuka maziwa polisi. Lo! Hey. Yaani mama huyu kwa ninavyomuona anaendelea kunichokonoa na angejua nina hasira za kutokula siku hizo 3. Huyu mama huyu ipo siku nitakuja nimbatue na lile tumbo tazani mfuko wa kinyesi, aendelee kunichokoza, anijui vizuri. Si nilikuwa namnyenyekea kipindi wakati nipo kwake, ila hajanijua vizuri upande wangu wa pili kusema mimi ndo kibeliti, yani kiwasha tu mara moja tayari kishakolea. Subiri tamuonesha varangati. Vipi mke wangu? Mbona nakuona kama uko sawa? Nitakuwaje sawa? Na hali ya kuwa kile kibiliti ngoma chako ulichokiweka humu ndani, nimekutana nacho huko kimenitukana, kimenitolea maneno machafu kadri kilivyojisikia. Kimenivua nguo huko barabarani. Si ndio ulikuwa unayataka? Si ndio hivyo? Yaani umepanda mbegu chafu ndani na ndio hiyo sasa umenivunisha mimi. Mke wangu, lakini hayo yote tulishayaongea ndani. Bado naendelea kumfuatilia tu yule mtoto wa watu jamani. Tulishaongea, tulishayamaliza. Bado tena unamfuatilia wa nini? Yule binti ni mdogo sana, hata sio saizi yako. Hajai kabisa hata kwenye mkono wako. Bado unamfuatilia wa nini? Wewe ndio umeachana naye. Wewe ndio uliachana naye, sio mimi, kwa sababu wewe ndio ulianzisha na hayajaisha na hayataisha. Yaani kokote nitakapokutana naye, ama zake ama zangu, sio, unanielewa? Yaani hiyo haiishi, ndio kwanza imeanza. Maana wewe yote haya ndio umeyapanda. Wewe umetafuta wanawake zako, mimi wakuletea wanawake ndani kweli? Yaani umenipaka mafuta kwa mgongo wa chupa wangu mwenyewe. Umeridhika sasa? Natukano mimi mabarabarani, sina raha mimi, nimeanzia kwangu. Ninapokuambia achana na maisha yule mtoto, si alishaondoka hapa? Bado unamfuatilia ya nini? Hata ukikutana naye barabarani mwache apite na wewe pita, naendelea na mambo yako. Shida ni nini lakini? Unajiletea stress ambazo hazina maana. Usifanye hivyo bwana. Unataka nini sasa? Hii vita hadi lini? Ndio utamaliza? Kwa mimi nafuatilia, si ndio? Kwenye kiganja changu mimi hajai, cha kwako yeye anajai, si ndio? Kwangu mimi yule mtoto mdogo, kwako wewe mkubwa. Sasa hivi kwangu mimi yule mkubwa na kwenye kiganja changu anajaa vile vile kama anavyojaa kwako. Angekuwa hajai kiganjani kwangu, basi na wewe usingeamua kumleta ndani huku ukamfanya tena mke ndani ya nyumba yangu. Sio, unanielewa? Basi nakwambiaje, hii haijaisha. Yaani mpaka hicho ndio kwanza inaanza. Popote nitakapokutana naye, ama zake ama zangu, sitaachana naye hata sekunde moja, na nitakuja kumfanya kitu hata kuja kusahau katika maisha yake. Tena mume wangu usinitibue kabisa, na kuheshimu, na naomba tuendelee kuheshimiana. Sawa, mimi nashukuru kwa kuja kunisikiliza. Na pia nashukuru kwa kunipa muda wako. Kitu ambacho kimenileta hapa, nilikutana na mdogo wako Kibiliti katika pitapita zangu za kutoka kazini. Sasa wakati nimekutana naye akanielezea changamoto alizokuwa nazo. Kiukweli sijategemea wewe kama kaka utamfanyia kitendo kama kile.
baada ya kukwambia na ujauzito, kumfanyia vile mimi sijapenda sana. Sijapenda kabisa mimi kama mwalimu. Unajua, ningewaza labda wewe ungekuwa ni wa kwanza kumsupport na kumsaidia. Kwa sababu mtoto kama vile kashafikia kwenye hatua ile ya kuwa mjamzito. Alafu ni alikuwa mwanafunzi mmoja ambaye ni anaongoza darasani. Ni mwanafunzi ambaye ana akili nyingi sana. Sidhani kama wewe kaka ungekosa jinsi ya kumsaidia. Kabisa yani. Kwa sababu mimba sio tatizo. Mimba sio kitendo cha kumfanya yeye atoke nyumbani. Mada, Kibiti ni mdogo wangu kabisa. Tumezaliwa wawili tu mimi naye. Na wazazi wangu walifariki wakaniachia yeye. Sisi tumetoka kwenye familia ngumu sana. Nilimlea kwa shida sana mpaka kufikia pale. Ndio maana nikaekeza pesa nyingi sana kwa ajili ya kusoma. Kwa sababu mimi sijasoma. Ili aweze kunikomboa hata mimi katika maisha. Kilichoniuma zaidi na kunipa hasira, nikaamua nimfukuze. Kwa sababu kabla ya kumleta huku jiji la Dar na kuanzisha shule, nilimweka chini zaidi ya mara 4. Nikampa kabisa formation ya maisha ya Dar. Kuna vishawishi vingi sana. Akasema, kaka, nimekuelewa. Mimi nitasoma kwa bidii. Nataka kuwa kama Mama Samia. Nataka kuwa kama daktari bingwa. Aliahidi vitu vingi sana. Kilichoniuma zaidi, baada ya kusikia na ujauzito, ndio nikafanya mimi nichanganikiwe na niumie katika moyo wangu. Ndio maana nikaamua kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo kumrudisha tena sitoweza kumrudisha tena. Nitaka kwanza dunia imfunze, ili aende kujifunza mtaani, kuona watu jinsi wanavyoishi. Watu wanaishi mazingira magumu sana. Kuna wengine wanatamani kusoma, lakini wazazi wao ni maskini. Hawana mbele, hawana nyuma. Mimi Mungu kanijalia kidogo, nikaamua nimpeleke mdogo wangu shule. Kaniona mimi kama mjinga. Hapana bwana. Kama ni kujifunza ameshajifunza vya kutosha. Hivi unajua mimi nimemkuta katika hali gani? Siwezi nikazungumza na yeye kama hivi. Yaani nitoke tu huko nimkute mtu ipo vizuri nianze kukwambia hivyo. Kaka Kibiliti, naomba mtafute mdogo wako kiukweli. Yaani naomba tu kae naye chini, ongea naye, msaidie, wewe ndo kaka wa kumsaidia. Yaani mpaka imefikia hatua ananiomba mimi nakutana naye njiani mpaka analia, ananiambia mwalimu naomba unisaidie. Kweli kaka, mtu unakaa unasema ajifunze. Anajifunza kitu gani yule binti? Pale alipo ashajifunza vya kutosha. Yaani pale alipo amepata somo ambalo bado mdogo kapata somo kubwa ambalo limemzidi mpaka umri wake. Mtu mzima mwenyewe hawezi kukabiliana na hao matatizo kama hivi. Mimi nakuomba bwana mtafute, tafadhali. Kwa hili siwezi kuamua kwa sasa. Nimrudishe au nisimrudishe. Hebu nipe muda. Niweze kujifikiria. Niweze kutoa majibu sahihi. Nimrudishe au nisimrudishe. Ila nashukuru sana. Basi sawa, haina shida. Mimi ngoja kwanza niwahi hapo na mambo yangu kidogo ya kufanya. Sawa, karibu sana. Kiberiti, unalia nini? Lakini si nilikwambia nitakusaidia Kiberiti. Sasa kinachokufanya ulie ni kitu gani? Wakati nilishasema nitakusaidia, nitakupatia nauli uende nyumbani kaone wazazi. Sasa kinachokufanya ulie ni kitu gani? Hapana, ila tu nimemkumbuka mamangu, kwa maana sijaonana naye muda sana. Natamani hata ningekutana naye nimwelezee changamoto ninazopitia. Sawa, sikatai, najua upo kwenye wakati mgumu sana, si ndio? Lakini sasa nilishakwambia uishi hapa kwa muda, nitakutafutia nauli, nitakupatia uende nyumbani kaone wazazi. Sawa, na hizo changamoto unazopitia ni changamoto ambazo za kila mwanadamu ambaye anatakiwa apitie. Sawa? Sasa unaposema ulie na hata majirani wanapopita wakikuona unalia, mimi kwangu inanipa shida. Wataona kama nakunyanyasa. Ngala si kitu kizuri. Si umeelewa?
Sawa. Unachotakiwa wewe ni kuwa na amani. Sawa? Umeelewa? Sio kuwa unalia. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Sawa. Basi naomba usilie tena. Basi sawa. Sawa? Unatakiwa uwe huru. Sawa? Unatakiwa uwe na furaha. Nishakwambia nauli nitakupa. Kwenda nyumbani kwa na wazazi. Kwa hiyo unatakiwa uwe huru, uwe na amani. Sawa? Kwani najua umesitisha mambo mengi sana kwa ajili yangu. Na pia niseme asante. Ila nilikuwa na jambo la msingi sana la kuongea na wewe. Rafiki yako ambaye ni kama mdogo wako Makoba. Okay. Nadhani yule mdogo wake unamfahamu, Kiberiti. Amemfukuza nyumbani na bila kutaka ushauri wa mtu yeyote. Nadhani unamjua rafiki yako jinsi alivyo na misimamo. Kamfukuza mpaka sasa hivi hajui yuko wapi, anafanya nini, anaishi vipi. Shemeji, nimejaribu kuongea naye Makoba mimi. Hanielewi. Yaani ndani ni ugomvi usoisha. Najaribu basi kumwambia amsamehe hata kidogo, yeye ni mwanadamu na amekosea. Kila mwanadamu anatakiwa akikosea asamehewe. Lakini Makoba anielewi. Kwa please shemeji yangu, naomba unisaidie tu juu ya hili. Nakuomba. Shemeji. Mimi nimekusikiliza vizuri sana. Lakini shemeji, labda ningependa kujua, umenielezea, lakini chanzo cha Kiberiti kufukuzwa nyumbani ilikuwa ni kitu gani? Yaani sosi kubwa iliyomfanya mpaka Makoba kumfukuza Kiberiti ni nini? Ni ujauzito. Sababu kuu ni mimba. Ndio kitu ambacho halikuwa hakitaki hata kukisikia. Na hicho ndio kimemfanya mfukuze Kiberiti. Ila shemeji, mimi nimekuelewa. Unajua swala la ujauzito ni kitu kikubwa sana kwa mtoto wa kike, au kwa mtoto mdogo kama Kiberiti. Na kipindi ambacho Kiberiti anabadilika akiwa mwanamke mwenzako, hivyo ulikuwa unalichukuliaje swala hili? Shemeji yangu, ninajua kabisa wifi yangu Kiberiti amekosea. Na unajua kila mwanadamu ana mapungufu yake. Mimi kipindi Kiberiti ananivumilia kwa mapungufu yangu, mimi pia nilikuwa namvumilia kwenye mapungufu yake. Kiberiti ni msichana fulani hivi ambaye kama huwezi kukaa naye kwa makini huwezi kumuelewa. Ya, lakini hili ni kosa shemeji ambaye anaweza kulifanya mtu yoyote yule na kwa wakati wowote ule. Alina maana kwamba mtu akikosea kama hivyo hawezi kusamehewa. Ni mistake tu. Shemeji, inaumiza, lakini sio rahisi kama unavyodhani. Mimi Makoba ni ndugu yangu na mimi ndio nilomfundisha biashara. Nafikiri kila kitu kitakaa vizuri. Ila nilichokuwa nakuomba kitu kimoja. Endapo Kiberiti ataporudi nyumbani, hakikisha umakini unakuwepo, kwa sababu Kiberiti ni binti mdogo sana. Usione tu ule mwili wake vile, lakini bado akili yake haijakomaa. Anahitaji uangalizi wa hali ya juu sana. Mwanangu.
Acha nitampoteza. Nitampoteza mwanangu. Acha wewe. Wale kabili mbele mwanangu unatoka siku mwanangu. Wasichekeshe wala nini mwanangu. Mimi mtu mbaya mtaki kitaa chote kinajua mimi mtu mbaya. Jamani. Wewe. Tulia hivyo. Tulia hivyo mwanangu. Minya mwanangu, minya babu, minya dau. Hapo ulungoni mwanangu. Atakuwa mwanangu. Hivyo hivyo mzee. Hivyo. Watu swali. Geuka wewe. Bado hivi. Acha njoo. Njoo afu ndo unagumiana naye. Wewe vipi? Mbona hivyo umekuja nusu uchi? Imekuwaje? Ushafumaniwa uko na mke wa mtu sasa. Umekufurumusha ndio umekimbizana kuja huko. Mungu nipe uvumilivu. Huyu mwanaume jamani. Wewe si utanitoa roho yangu mbichi wewe. Umeona haijatosha umeleta mwanamke ndani? Haya, leo tena umefurumushwa huko. Umekuja hapa ni Mungu wangu. Una shida gani wewe mwanaume? Umekutana nini uko ulikotoka? Wewe una jema wewe. Jema unalo wewe. Jema ndio hilo uloenda kulitafuta sasa. Maana sasa umeona ndani haijatosha ulivoleta, umeenda kuhangaikia nje sasa. Kimekukuta. Wewe bwana wewe, usiniletee magonjwa mimi humu ndani. Na safari hii wao wanakuua wewe.
Mke wangu, acha kuongea hivyo. Wewe hujui tu kilichonikuta huko. Mke wangu, sio kila siku ni kunipa lawama tu ya makosa. Nimekabwa. Kuna vibaka nimekutana nao huko, wamenikaba, wamenichukulia kila kitu. Wamechukua nguo zangu, wamechukua hela, wamechukua viatu vyangu. Ndio maana unaniona niko hivi. Mke wangu, magonjwa gani sasa wakati nakuambia nimekabwa? Nimekabwa na wauni na kuelekeza uniambia nakuletea magonjwa. Wewe vipi wewe? Wewe kila siku ndio kunipa malawama tu. Ndio kunipa malawama tu. Magonjwa gani kuletea? Kukabwa ndio magonjwa. Ni pesa zangu zimeondoka. Vitu vyangu vya samani vimeondoka, vitambulisho vyangu vimeondoka. Wewe unakuja kuniletea mambo gani haya? Tu hapa kukaba wewe nani saizi mchana kweupe? Nani wa kukaba wewe? Wa kukaba wewe nani? Wewe bwana yaani kama umekosa pointi ya kuongea tafuta nyingine. Hapa bado hujaniongopea. Yaani mtaani kwetu kwanza hakuna hizo desturi za wiziwizi. Uje unipe story eti nimekabwa. Tafuta pointi nyingine. Kama hizo simu umehonga wewe, kama umeibiwa uongo, ila wewe umefumaniwa. Huko umefumaniwa ndio umefumushwa umekuja huko. Sasa hai ngoja nikamdanganya yule mwanamke baba bado unanidanganya. Hujanidanganya kabisa. Tena na hapa hata sikuelewi. Basi ili tuelewane, subiri kwanza, natoka hapa naenda kwenye vikoba. Nikirudi ndio utaniambia huo ujinga wako ndio tuelewane vizuri, nikusikilize labda. Lakini kwa sasa hivi mnakusikiliza sina na utakuja kunieleza. Utanieleza kitu gani mpaka umekuja hivyo nusu nchi? Niangalie. Unaenda? Naelekea dukani. Umekuwa gazeti la Mipashe, si ndio? Kazi yako kutoa taarifa za ndani na kuzitoa nje, si ndio? Sasa umetoka hapa umeenda kumwambia Chamoyo kuhusu mimi eti nimemfukuza Kiberiti. Chamoyo kama nani kwangu? Na ana umuhimu gani? Na yeye kama nani? Au yeye ndo anaweza kasitisha mimi nikamrudisha Kiberiti, si ndio? Sasa sikiza nikwambie, huyo Chamoyo nimwambie hivi, Kiberiti simrudishi. Na kama kwa staili hiyo ulifikiri mimi nitafeli, sitofeli, mpango wangu uko pale pale. Sitaki kumuona Kiberiti ndani ya nyumba yangu. Mishipa ya shingo imekusimama hivi, unaongea kitu ambacho hata ufikiria kilini mwako. Yaani imekusimama mishipa hivi. Kama ingekuwa kusimama hivi kwa kuongea vitu vya maana, basi ungefaulu sana mitihani yako. Lakini unasimamisha hivi shingo, mishipa, unaongea vitu vieleweki. Yaani najuta kwa nini uliona wewe, najuta. Kama muuaji yani. Mimi ndo mwenye nyumba na mimi ndo kichwa cha treni. Wewe ni mabewa tunafuata. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nikiamua nimeamua. Sasa nachokwambia ni kitu kimoja. Kiberiti aturudi huko ndani. Unaona? Kama umeshindwa kukaa huko ndani, kamfuate ukamsaidie. Na ukishindwa, nenda mahakama kuu, katoa ripoti. Mimi nimemfukuza Kiberiti akiwa mjamzito na pia mwanafunzi. Mjinga wewe. Wewe mwanamke gani wewe? Unatoa mambo ya ndani unapeleka nje na kuhusu nini? Yule ni mdogo wangu mimi. Mimi ndo na uchungu naye. Wewe unajua alikatoka wapi? Wewe ni mwanamke tu ndani. Usiniingilie. Na sitaki unipande kichwani. Si umeelewa vizuri? Wewe jiheshimu na kuheshimu sana na pia jiheshimu na jishikilie. Usije kadondoka. Mami Bwana wewe, nataka uniambie sasa. Ndo ninataka kujua, maana mwanzo nikopo na wai zangu vikoba. Sasa ndo ninataka unieleze vizuri, nguo umeacha wapi? Hivi mwanamke wewe, hauna story nyingine ya kuzungumzia mbali na hayo mambo ambayo tulishayaongea, yalishapita?
Bado narudia tu mambo yale yale. Sinisha kuelekeza kila kitu. Hauna story nyingine ya kuzungumzia mbali na hii? Ama kweli usilolijua ni kama usiku wa giza. Na hii ndo giza iliyoko ndani ya nafsi yako. Kuto kuniamini ndo giza pekee ambalo limebaki ndani yako. Ninachokwambia nimeibiwa, na mbaya zaidi zile fedha ambazo tulitakiwa tupeleke kule kwenye mkopo ndo zimeibiwa, zimeondoka. Mpaka sasa hivi moyo wangu unauma. Zile pesa nitatoa wapi sasa hivi? Bado masaa machache tu wale watu wafike hapa wanataka hela zao. Na wewe unanipigia kelele. Badala hata unitie moyo, unituliza akili yangu nijue nitafanyaje kupata pesa zingine. Bado unaniongezea machungu. Unachotaka ni uchukue nafsi yangu au ni nini wewe mwanamke? Unataka uchukue moyo wangu? Nina stress, nina mawazo juu ya jambo hili. Bado unanipigia kelele. Hauna hata huruma. We baba we. Maana kwanza wanataka kunichanganya sasa. Wanataka kunichanganya, kunivuruga sasa. Unasema eti nimeibiwa ni pesa. Kila rahisi tu. Umeibiwa ni pesa. We! Pesa umeibiwa, umehonga. Yaani umeibiwaje kwanza pesa? Zile pesa za watu baba. Usitafute kunivuruga. Yaani pesa za watu unakuja kunipa lugha rahisi kabisa, ni umeibiwa. Umeibiwaje? Eti nimeibiwa pesa. We, usinivuruge. Unajua kabisa pesa tulikopa. Na hizo pesa tunatakiwa tuzirudishe. Leo hii unakuja kuniambia pesa umeibiwa. Wewe usiniektie wewe. Wewe bwana usiniektie. Na kuheshimu mume wangu, lakini naona sasa hivi tunafika ukingoni. Tunafika ukingoni kabisa. Yaani usinivuruge. Pesa baba utatoa. Pesa zile utatoa tukalipe. Yaani usinivuruge. Hivi unafikiri tutakuwa mgeni wa nani sisi hapa? Pesa za watu tumeenda kukaa hapa huko. Leo hapo usinituke jungu kumi mitamani kaka Tena tafadhali sana. Naona sasa hiyo heshima unataka tuiachie hapa mimi na wewe. Sasa basi. Nitajua mimi nini cha kufanya. Sauti yangu nahisi kama inakauka. Hivyo wewe mwanamke, unataka naongeaje mimi wako? Maana kila siku naongea kitu kimoja unashinda kunielewa. Hivyo unataka naongeaje ili uweze kunielewa? Nishakwambia swala la kibiriti naomba uliache lilivyo. Lakini kila siku imekuwa kama nyimbo ya taifa mda. Ndio maana kila siku tunagombana. Nilikwambia ile siku ya mwisho namfukuza kibiriti, liache li jambo kama lilivyo. Mimi nataka nimfundishe maisha. Kwa sababu yeye sielewi. Mwache ende mtaani akajifunze sasa. Hivi unaweza ukaniambia ndio kilichotutoa ndani kuja hapa? Nikajua sio nakuja na pointi gani za muhimu. Leo katika siku nimeamka sina vibe la kuongelea jina la kibiriti ni leo. Na sina appetite ya kugombana na wewe. Ila inavyoonekana unamisi sana kinywa changu kimtaja mdogo wako. Ndio? Nisikilize. Sitaki mazoea ya kuzidi. Kwa kuwa ushakata kumrudisha kibiriti hapa, niache. Kila mtu afate mipaka yake. Baki kwenye mipaka yako, nitabaki kwenye mipaka yangu. Tusiingiliane. Sisi tumeelewana Na ujue kabisa kuna muda ninakuwa bize, akili yangu haitaki kuwaza ugomvi wa aina yoyote na baina yangu na wewe. Usilisahau hilo. Sikiza sababisha. Kwa sababu ile swala nalifunika lakini wewe unalifunua. Kila nikilifunika unalifunua. Maana wewe ndio unayataka yoyote. Ili mimi nionekane naongea sana. Kwa sababu kila anachoongea sieleweki. Sio, umeelewa vizuri? Sasa ninachokuambia ni kitu kimoja. Sitaki mimi tufikishane mbali. Baki kwenye ndoa yako. Simama kwenye ndoa yako. Swala kibiriti alikuhusu. Yule ni mdogo wangu mimi. Mimi ndo najua uchungu wake, sio wewe. Sio, umeelewa vizuri? Unajua kama una laana wewe. Wewe una laana. Hiyo ni laana ya wazazi wako. Usione mapunguani kukuachia kibiriti. Walikuachia mtoto umlee. Umeshindwa saizi anatangatanga huko mtaani.
Laana ya kwanza. Laana ya pili ni ya mdogo wako. Hakuna mtu ambaye akosei. Nina imani hata wewe ushakosea vitu kibao, wazazi wako hawajawahi kufanyia kitendo kama hicho. Hiyo ni laana ya pili. Na ndio maana wewe unazidi, wembamba unazidi, midevu nginja. Hiyo ni laana. Jirekebishe, ujitoe kwenye hiyo laana. Shika sheria za wazazi wako walizokupa. Tena kuanzia leo tusisumbuane. Sitakuongelea habari za kiberiti na wewe niache. Tuachane na usitaki kuimbanisha mashiti yangu angende akapanda bure sasa hizo. Nikaanza kufunua nikafukua makaburi yote ya mwaka 47. Sitaki tufike mbali, unanijua. Dakika 2 mbele. Sasa tuongee kitu kimoja. Jiandae. Kesho tunahama katika hii nyumba. Unasemaje? Jitayarishe. Muda wote tunahama hapa ndani. Unataka kunipeleka wapi? Ushaanda vijumba vyako vya msonge huko? Yeye usiniambie laana imechukua kitengo kikubwa namna hiyo. Nikwambie, kama unataka kutoka hapa kwenye nyumba uliyojenga ya kuishi mimi na familia yangu na watoto wangu, usije ukanipeleka kwenye kinyumba chako huko ambacho hakina hadhi na mimi. Angalia nyumba, angalia na hali body. Sisi tumeelewana? Tena ikukae akilini na ujue ni nini nimeongea. Hivi kwa nini unapenda sana kunipinga? Nani mwanaume mndani? Sasa unaota mapembe, si ndio? Unaongea unavyojisikia wewe yani. Unaona kama unaongea na shoga yako, si ndio? Unajua kama ni mume wako wa ndoa. Tena unaongea kisa eti unanyoshia mpaka mkono. Hivi unanichukuliaje mimi? Unanichukulia mimi ni za mwamu Ni mpumbavu sana, si ndio? Wewe tuheshimiane. Tuheshimiane. Sheria ichukue mkondo wake. Nishakwambia jiandae. Muda wote tunaama. Nimemaliza. Full stop. Sitaki maelezo. Eti sheria ifuate mkondo wake. Sheria ikiamua kumfuata huyu anapona? Au anajiendekeza kwa mambo sio na maana? Alafu hapa pana kitu. Haiwezekani nyumba aliyojenga mume wangu kwa machungu atake kuiondoka kirahisi kama hivi. Pana kitu na ni lazima hicho kitu nikijue. Deal? Deal. Kitaeleweka. Samahani. Kwa naomba niongee naye hata kidogo tu. Kaka, mimi nilikuwa naomba unisamehe. Changamoto ninazopitia huku mtaani kaka, tayari nimeshajifunza. Natamani hata bora tu ningekusikiliza kwa ulivyokuwa unaniambia. Kakangu, naomba tu nisamehe, mimi nirudishe nyumbani. Napitia changamoto sana kaka. Nakuomba kakangu, nisamehe. Kiberiti.
Unajua umenichukiza sana. Mpaka nimekutoa kwenye familia yangu. Wewe ndio mdogo wangu wa pekee. Nimekutoa kijijini, nimekuleta mjini, ili mradi niweze kuja kukupa elimu. Na kabla ya kukuleta huku, nilikwambia kule nyumbani, kule mjini unapokwenda kuna mazingira 1, 2, 3. Nikakuchukua nikakuleta mjini pia, nikakuambia tena mara ya pili, nikakusitiza. Lakini uliniona kama mjinga vile, nisojitambua. Unajua maisha ulikuwa unapitia kule kijijini. Unajua maisha tulikuwa tunapitia kule kijijini. Lakini yote kutaka kunisikiliza. Sasa sikiza nikwambie. Mimi nimekutoa kwenye familia yangu. Tena nakuchukia sana. Sitamani hata kukuona mbele ya macho yangu kwa sababu nilikuamini. Nikakuaminisha. Nikakutafutia shule nzuri ya gharama. Nikatupa pesa zangu. Bora zile pesa zangu ningesaidia watoto yatima. Ningeleta misikitini, kanisani ningetoa sadaka kuliko kusaidia wewe mbwa wewe. Usiokuwa una tafadhila. Unajua jinsi gani nilivyokuwa namenyeka mimi. Na maisha yangu nayafahamu. Jinsi gani ninavyotoa pesa nyingi kwa sababu yako wewe. Na unajua mimi sina elimu, lakini Mungu kanijalia nikapata kibiashara. Kibiashara kile kwenda Mungu akanisaidia. Nikapata kijumba kizuri, nikapata pesa, wacha nimsomeshe mdogo wangu ili uwe na maisha mazuri. Lakini wewe uliniona mika fucking, yani mjinga yani kabisa. Sina akili, si ndio? Sasa nimekufukuza makusudi ili uende mtaani ukajifunze, ukaone watu jinsi wanavyoishi. Maisha unapitia, changamoto unazopitia. Ili ukirudi tena pale kwangu, utarudia tena. Sasa ninachokuambia, sikupi fursa hata kurudi pale nyumbani. Yaani mimi na wewe ndio tumeagana. Na sitaki tena ukanyage pale nyumbani kwangu. Siku nikikuona na kanyaga pale nyumbani, utakuja kujua upande wangu wa pili ukoje. Mjinga wewe. Hapana kaka. Kaka mimi ni mdogo wako. Usinifanyie hivyo. Kaka. Mimi ni mdogo wako, usinikatae kwenye familia kama hivyo kaka. Ukinikataa mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Nani atakayenisamini mimi? Wakati wewe ndo ndugu yangu, wewe ndo unatakiwa nisamini mimi. Kaka nimeteleza tu bahati mbaya, naomba usinihukumu kiasi hicho. Kaka nguvitali. Nishajifunza. Najifunza kaka. Nakuomba kakangu nisamehe mimi nirudishe nyumbani. Nateseka mdogo wako huko mtaani. Siri, sinyumaji. Sifanyi kitu chochote kaka, nakuomba kakangu. Nisamehe. Nirudishe nyumbani. Kaka, nakuomba. Sikiza nikwambie, maamuzi yangu ni hali. Siwezi kubadilisha. Umeniuzi na umenikera. Huwezi kuniletea mimi ujauzito wewe. Natumia gharama mimi. Nashindwa hata kula vizuri. Nashindwa hata kurelax na maisha yangu. Yote pesa naekeza kwako wewe. Cheki mimi nakula vokonda. Sio mwili wangu. Sasa sitaki mazoea na wewe. Nimekutoa kwenye familia yangu. Sitaki nikuone. Chinga. Kaka! Kaka! Kaka!